Mwenyezi Mungu uliyemuumba mbingu na nchi, asante kwa sababu ya majira haya. Asante kwa sababu ya neema ambayo Mungu unaiachilia ili watoto wako tuweze kudumu katika neema hiyo. Jina lako ni kuu sana, Mfalme amani. Nami mtoto wako ninakushukuru. Pokea sifa, heshima na utukufu, kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninajiachilia kwako, Mungu wangu. Ninajiachilia kwako, Baba yangu. Asante kwa sababu ya majira. Asante kwa sababu ya muda. Asante kwa sababu ya siku. Asante kwa sababu ya kibali. Asante kwa sababu ya wito. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninaikabidhi ibada hii yote mikononi mwako. Ninakabidhi kila chombo, kila kifaa ambacho Mungu kinahusika kwa ajili ya utumishi huu. Na kila mmoja ambaye Mungu yuko mahali popote, yuko barabarani, yuko ofisini, yuko nyumbani, yuko katika kila eneo ambapo Mungu ananifuatilia. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti iachiliwe kwa ajili yake. Uweza wako na nguvu yako Mungu iachiliwe kwa ajili yake, ili kumpa nafasi ya Mungu peke yako kushuka na nguvu yako, ili kumsaidia juu ya nguvu ya uweza wako kwa ajili ya kuachilia ondoleo la dhambi juu ya maisha yake, juu ya nguvu ya uweza wako kwa ajili ya kuachilia uhalali wa yeye kwenda kusikia, juu ya uweza wa nguvu yako kwa ajili ya nguvu katika neno lako litakaloweza kubadilisha maisha yake. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninakukaribisha. Shughulika na hudumu pamoja nami majira haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakukaribisha Mungu katika kipindi chote. Uwe pamoja nami, unitumie kama chombo. Nipe kile ambacho Mungu kinastahili kwa ajili ya watoto wako kusikia, na kiwasaidie kwa maana ni chakula cha sasa. Kiwasaidie kwa maana ni mbegu ya baadaye. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za giza na ishara zote za kipepo na nguvu zote za hila za adui mwovu Shetani, yule aliyemshtaki, ambaye Mungu liye hayupo, joka yule wa zamani, asipate nafasi juu ya watoto wako. Achilia uweza wako Mungu uliye hai, utakaoweza kuachilia upako na kutembea na nguvu zako. Tutakaposikia neno hili, uweza wako ambatane pamoja nasi na kutusaidia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mmoja aseme amen. Ninakusalimu mahali ambapo upo unanifuatilia kwa njia hii ya mtandao, na pia ninapenda kukukaribisha ili tuweze kwenda pamoja na kufuatilia kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwangu. Wakati ambapo nilipokuwa napata msukumo wa kwenda kufundisha somo ambalo ninaenda kulitambulisha hivi punde, limekuwa ni somo ambalo kwa muda mrefu nimekuwa nikisukumwa kulifundisha. Na wakati fulani kulikuwa na pushing factor nyingi sana ambazo zilikuwa ndani yangu zikinifuatilia mimi mwenyewe. Lakini pushing factor kubwa ilikuwa na sababu ndani yake ya kutaka kuachilia ili somo, japo nilikuwa ni mgumu wa kulitekeleza. Lakini siku ya leo namshukuru Mungu kwamba ameweza kuachilia nafasi na tutaenda kujifunza pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Na somo letu kama nilivyokuwa nimeliachilia kwenye mitandao kwamba tutakuwa na somo ambalo lina kichwa kinachosema namna ya kubadili tabia. Namna ya kubadili tabia. Namna ya kubadili tabia. Lengo kubwa la somo ambalo tunaenda kujifunza siku ya leo ni wito wa kutenda matendo mema. Lengo kubwa ni wito wa kutenda matendo mema. Wito wa kutenda matendo mema. Wakati kichwa cha somo ni namna ya kubadili tabia. Bwana Yesu asifiwe. Wito ulioko ndani na lengo lililoko ndani yake ni wito wa kutenda matendo mema.
Kitabu tutakachoweza kutembea nacho ni kile kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia 13 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, "Je, Mkushi aweza kubadili ngozi yake, au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya." Narudia. Je, Mkushi aweza kubadili ngozi yake, au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili tutaenda nalo kwa kifungu hiki kutoka kwenye Yeremia anaposema Mkushi, je, aweza kubadili ngozi yake, au chui kuyabadili madoadoa yake? Alafu anasema kama Mkushi na huyo chui wanaweza wakabadili, basi itakuwa ni rahisi sana kwa wewe unayetenda mabaya kujikuta unatenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Ulimwengu tulio nao sasa, kwa jinsi unavyotazama vile utazamavyo, ni ulimwengu ambao uovu umekuwa ni mwingi sana. Na Biblia inasema zamani hizi za uovu, na uovu umekuwa ndicho kitovu cha maendeleo kwa wale ambao wanapuuzia habari za wokovu. Lakini kwa wale ambao wanamjua Mungu na kweli yote, uovu hauwezi ukawa kitovu cha maendeleo katika ulimwengu huu wa sasa. Na kwa sababu hiyo, matendo mabaya yamekuwa yakikimbiliwa na wengi kuyafanya, na matendo yaliyo mema yamekuwa yakikataliwa na wengi kuyafanya. Na kwa sababu hiyo, Mungu alikuwa ameachilia kitu ndani yangu ili nipate nafasi ya kusema na watu, nipate nafasi ya kuzungumza na ulimwengu kwa habari ya wito ulioko mbele yetu sisi wote ambao tupo ulimwenguni, wito wa kutenda matendo mema, kwa kichwa kinachosema namna ya kubadili tabia. Kwamba iko sababu ambayo mwanadamu ambaye anaishi zamani za uovu kupata nafasi ya kujua kwamba iko sababu, iko nafasi, iko namna, iko njia ya yeye kubadili tabia. Bwana Yesu asifiwe. Kubadili tabia. Kwa nini kubadili tabia? Tutaenda kuangalia vifungu kadha wa kadha ambao vitatupa kujua kwa upana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ninapoendelea kujenga msingi wa somo letu, nataka niweze kufafanua neno tabia. Neno tabia ni sawa na neno mwenendo. Unaposema tabia, unazungumza kwa habari ya mwenendo wa mtu, jinsi anavyoongea au kutenda mambo. Ni mwenendo wa mtu, jinsi anavyoongea au kutenda mambo. Au unaweza ukasema kwamba ni kile ambacho mtu au mnyama au mmea hupenda kufanya kama kuathirika. Ninaposema athirika, maana yake nazungumza kwa habari ya jamii ya hicho kiumbe au hicho kitu au huyo mnyama. Jamii yake inakuwa na vitu fulani ambavyo vinaachilia mwenendo halisi wa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, tabia ndani ya kitu au ndani ya mtu, tabia ndani ya kitu au ndani ya mtu inakuwa
ni rahisi kuingia kwa njia ya kurithi. Nataka kusema mtu anaweza akajikuta yuko na tabia fulani ni kwa sababu ya kurithi kutoka kwenye chimbuko ya huko alikotoka. Anajikuta yupo ana tabia fulani kwa sababu ya jamii yake na huko alikotoka. Lakini tabia huja kwa sababu ya mazingira. Inaweza isiwe kwa sababu ya urithi, ikaja ndani ya mtu akawa na tabia fulani kwa sababu ya mazingira. Tabia huja kwa sababu ya utashi, kwamba uwepo wa kila namna ya mafundisho, uwepo wa kila namna ya ufahamu, uwepo wa kila namna ya addition ya material tofauti tofauti, ujuzi tofauti tofauti, experience tofauti tofauti ambazo mtu anakutana nazo zinampa kujengeka tabia fulani kwenye maisha yake. Na kwa sababu hiyo, katika aina za tabia tulizo nazo, ziko aina mbili. Kuna tabia mbaya, alafu kuna tabia njema. Tabia mbaya inamsukuma mtu kufanya yaliyo matendo ya giza, maana yake matendo yanayoonyesha ishara ya kumkataa Mungu. Tabia mbaya humsukuma mtu kuyatenda hayo, lakini tabia njema humsukuma mtu kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Maana yake ni nini? Biblia inasema kuna njia mbili mbele yako, njia ya uzima na njia ya mauti. Tabia imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwa ajili ya wale waendao katika njia ya mauti, tunaita tabia mbaya. Tabia ya pili ni ya wale wanaotenda matendo mema, na ndiyo inayomsukuma mtu kwenda katika uzima wa milele. Tunaenda pamoja. Kuna njia mbili mbele yako, alafu kuna tabia mbili mbele yako. Chagua. Na Biblia inasema, Mungu anaposema chagua, anakuambia chagua hiki. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Chagua kutenda mema. Kwa nini? Kwa sababu kutenda mema iko faida, lakini umepewa nguvu ya maamuzi ndani yako, kwamba unaweza ukakataa au ukakubali. Kwa nini? Utashi hutengeneza tabia ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kubadili tabia. Kipindi hiki cha zamani za uovu, kama utakataa kubadili tabia, ni vigumu sana kufaidi uzima wa milele. Ni vigumu sana kufaidi maelekezo ya Mungu. Tunaenda sawa? Maanake kama unataka kupokea maelekezo vizuri na ukaenenda nayo na kufanikiwa, ni lazima ujengeke kwanza kitabia. Kujengeka kitabia huja kwa sababu ndani yako umejua jinsi ya namna ya kubadili tabia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimezungumza kwa habari ya maana ya neno tabia, kwamba ni ule mwenendo wa jinsi mtu anavyoongea inatengeneza tabia. Jinsi anavyofanya mambo inatengeneza tabia, na tabia huja kwa njia ya kurithi, huja kwa njia ya mazingira, huja kwa njia ya utashi. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatoa ufafanuzi. Biblia inatoa ufafanuzi kwamba kuna aina za watu. Aina ya kwanza ni mwanadamu wa tabia ya asili. Mwanadamu wa tabia ya asili. Alafu mwanadamu wa pili au mtu wa pili ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unapozungumza kwa habari ya tabia, ndani yake lazima ujue kwamba Biblia inasema ya kwamba tuna mwanadamu wa tabia ya asili, alafu tuna mwanadamu wa tabia ya rohoni au mtu wa rohoni. Na unapojifunza kwa habari ya tabia, lazima ujue tabia unayoizungumza
unaizungumza kwa mantiki ya kumtazama mtu wa asili au mwanadamu wa asili, au kwa kumtazama mtu wa rohoni au mwanadamu wa rohoni. Tunaposema mtu wa asili, lazima urudi mwanzo kwenye chimbuko, umtazame Adamu. Lakini unapozungumza kwa habari ya mtu wa rohoni, lazima urudi umtazame Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa maana ya kwamba tuna Adamu wa kwanza ambaye anaachilia asili ya mwanadamu. Kwa maana ya mwanadamu wa asili, tunamtazama Adamu. Na tunaposema mtu wa rohoni kama aina mojawapo, tunamtazama Yesu Kristo kama msingi wetu katika mambo ya roho. Na kwa sababu hiyo, unapozungumza kwa habari ya mwanadamu wa tabia ya asili, Biblia inasema huyo ni vigumu sana kupokea mambo ya roho wa Mungu. Ni vigumu sana kupokea mambo ya roho wa Mungu. Na jambo la pili, mtu wa asili au mwanadamu wa asili ni kwamba hawezi kuyafahamu mambo ya Mungu au mambo ya roho. Moja, hapokei. Lakini pili, hawezi kuyafahamu. Na jambo la tatu, kwake yeye hayo mambo ya rohoni ni upuzi. Kwa unapojifunza kwa habari ya tabia, lazima uwe na mlengo wake. Kumtazama, tunamwangalia ni nani? Ni mtu wa tabia ya asili, kwa maana ya mtu wa asili Adamu, au tunamtazama mtu wa rohoni Yesu Kristo pekee. Lakini pia anasema anatawaliwa na dhambi. Mambo haya manne. Jambo la kwanza, huyu mtu wa asili hapokei mambo ya roho. Jambo la pili, huyu mtu hawezi kuyafahamu hayo mambo ya rohoni. Jambo la tatu, huyu mtu kwake mambo ya rohoni ni upuzi. Jambo la nne ni kwamba huyu mtu kwanza anatawaliwa na dhambi. Lakini ukija kwa mtu wa rohoni ambaye msingi wake ni Kristo, huyu, jambo la kwanza tukienda pale, ni lazima awe mwepesi kuyapokea mambo ya rohoni. Alafu lazima awe mwepesi kuyafahamu mambo ya rohoni. Lakini lazima kwake mambo ya rohoni iwe ni nguvu iletayo wokovu kwake. Lakini huyo mtu hatawaliwi na dhambi, isipokuwa ndani yake iko neema ya Mungu inayoachilia nafasi ya kumfundisha kutenda mema, kumfundisha kukataa mabaya. Biblia inasema neema ya Mungu ilipoachiliwa, ipo na inafanya kazi ya kuwafundisha wale wanaoishi katika ulimwengu wa roho, wanaoongozwa na roho, wanaoongozwa kwa kufuata matendo ya Kristo Yesu. Inawafundisha kukataa mabaya. Maana yake ni nini? Unapojifunza kwa habari ya namna ya kubadili tabia, ni lazima ujue tabia ni kitu gani. Lazima ujue chanzo cha tabia. Lazima ujue pia ya kwamba tabia ina njia zake sawasawa na mgawanyiko wake. Lakini lazima ujue kwamba unazungumza kwa habari ya watu wa namna gani. Unazungumza kwa habari ya Adamu kutazamwa kama ndio msingi na ndiye wa kuigwa, au unazungumza kwa habari ya Kristo Yesu kama Adamu wa pili, kama ndiye mwangaza na kiongozi wa tabia. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nirudie namna hii. Ngoja niseme namna hii. Unapojifunza kwa habari ya tabia kwenye mazingira ya ulimwengu huu ambao ni wa uovu, ukijifunza kwa kutazama mlengo wa Adamu wa kwanza, unapotea. Ukijifunza kwa habari ya tabia kwa kutazama mlengo wa Adamu wa pili ambaye ni Kristo Yesu, huwezi ukapotea. Kwa sababu kwa Adamu wa kwanza kujifunza na kutembea katika tabia iliyo njema inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu ndani yake hana msaada wa kutembea katika tabia njema. Lakini ukijifunza kwa kufuata mlengo wa Kristo Yesu, ndani yake uko msaada wa kukusaidia kutembea katika matendo mema, kwa sababu kwa asili wewe ni Adamu. Na kwa sababu ni Adamu, msingi wako imara upo katika Adamu wa pili ambaye ni Kristo Yesu.
Kwa hiyo katika aina za wanadamu au aina za watu, kwa maana ya mtu wa asili na mtu wa rohoni, lazima ujue katika ushindi ambao lazima utembee nao, lazima uwe katika mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme namna hii. Unapojifunza kwa habari ya namna ya kubadili tabia, ziko tabia za aina nyingi, na tabia nyingi zilizo mbaya. Biblia inasema tabia. Ngoja niseme jambo hapa. Unapojifunza kwa habari ya tabia, Biblia imeachilia ufafanuzi kwa habari ya tabia katika namna 4, ambazo hizo namna 4 ni namna 2 ambazo ndizo kuu, kwa maana ya kwamba inazungumza tabia kama tabia ambayo chanzo chake ni asili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tabia ya asili. Alafu inazungumza kwa habari ya tabia kama tabia ya rohoni. Alafu inazungumza kwa habari ya tabia kama tabia ya mwilini. Alafu inazungumza kwa habari ya tabia kama tabia ya uungu. Sasa unaposema tabia ya asili, uwe na hakika inaambatana na tabia ya mwili. Unaposema tabia ya rohoni, uwe na hakika inaambatana na tabia ya uungu. Kwa tabia ziko katika misingi miwili, kwa maana ya msingi wa uungu na msingi wa asili, msingi wa rohoni na msingi wa mwilini. Msingi wa mwilini, mwisho wake tunatazama matunda ya uasherati, uzinzi. Tunatazama matunda ya uongo. Tunatazama matunda ya ugomvi. Tunatazama matunda ya usaliti. Tunatazama matunda ya kila namna ya vita ambayo ni machafuko ya ulimwengu. Lakini ukizungumza kwa tabia ya uungu na tabia ya mambo ya rohoni, tunajikita kuangalia matunda ya Roho au tunda la Roho. Utaangalia upendo, utaangalia uvumilivu, utaangalia kiasi, utaangalia utu wema, utaangalia fadhili, utaangalia upole. Ni vitu ambavyo viko ndani. Biblia inasema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria, maana yake neema ya Mungu inatawala. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vyema kumbe kujifunza kwa habari ya namna ya kubadili tabia, kwa sababu tabia zilizoko sasa ni tabia za uovu. Bwana Yesu apewe sifa. Wanadamu kwa sasa tumejikuta tunakuwa na tabia za matendo ya mwili. Unakuta mtu mahali alipo, tabia iliyozoeleka ndani yake ni uzinzi. Manake tunda hilo limeiva ndani yake, limetengeneza mazingira ya kumtambulisha mtaani kwa tabia yake ya uzinifu, ya uzinzi, ya uasherati. Tunda limeiva linamtambulisha mtaani kwa tabia kwa maana ya kwamba yeye kitabia ni mwongo, yeye kitabia ni mgomvi, yeye kitabia ni anasema kitabia ni muuaji, ni mwizi, ni kibaka. Kwa tabia hizo uwe na hakika, usipozibadili au kujifunza kwa habari ya kubadili tabia, lengo la somo hili ambalo ni wito wa kutenda mema kwako itakuwa ni shida sana. Lakini wito wa kutenda mema kwako huja kwa sababu ndani yako umejifunza na umejua juu ya tabia mbaya unazozifanya. Alafu ndani yake unajua kwamba msingi wa mtu wa mambo ya rohoni lazima abadili tabia. Hebu ngoja tuangalie mifano. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kubadili tabia. Tuangalie kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 ule mstari wa 6 na wa 7. Tunajifunza namna ya kubadili tabia. Wito ni lengo ni wito wa kutenda mema. Kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 6, Biblia inasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali,
Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea marangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojifunza kwa habari ya namna ya kubadili tabia, wito ukiwa lengo ikiwa ni wito wa kutenda mema. Biblia inatufundisha kwa habari ya watu ambao walifanya matendo yaliyo mabaya, lakini inatufundisha kwa habari ya watu waliofanya matendo mema au waliotenda matendo mema, ikituwekea msisitizo ndani yake kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Kaini. Ukikumbuka ni mtoto wa kwanza kabisa wa Adamu na Eva, aliitwa Kaini. Alipozaliwa huyu mtu anaitwa Kaini, Biblia haielezi kwa upana sana juu ya makuzi yake na namna ilivyokuwa, lakini natuambia Kaini alikuwa ni mkulima, na kwa sababu hiyo aliweza kwenda kutoa sadaka. Alivyoenda kutoa hiyo sadaka, alitoa sadaka ambayo Mungu hakuitakabali, kwa sababu alimpunja Mungu. Lakini mwenzie Habili alitoa sadaka ya vitu vilivyonona na Mungu akaitakabali. Na baada ya hapo Kaini, Biblia inasema alikasirika, uso wake ulikuwa umekunjamana, alipata ghadhabu. Kwa nini Mungu hajaikubali sadaka yake, lakini kwa nini ameikubali sadaka ya Habili? Na kwa sababu hiyo ndani yake, nimesema hatujajua kwa upana juu ya malezi yake kule mwanzo na makuzi yake, lakini ndani yake kwa asili inaonyesha alikuwa ni mtu ambaye anatenda matendo mabaya. Maanake tabia yake ilikuwa mbaya, na ndio maana chimbuko au msingi wa tabia mbaya, mbegu iliyoko kule ndani ni roho mbaya. Tabia mbaya ina kitu ndani kinaitwa roho mbaya. Roho mbaya inaingia kwa mtu mwenye tabia mbaya. Ukisoma Biblia inaeleza kwamba alipoona hivyo akamuita mwenzie, akasema twende uwandani, twende tutoke nje kidogo, twende huko faraga kidogo, tukifika huko tukafly. Lakini walipofika huko, Biblia inasema akamuua ndugu yake. Kwa alimuua ndugu yake kwa sababu ya matendo mabaya anayoyatenda. Kwa hiyo kwa sababu ya matendo mabaya aliyokuwa anayatenda, yakamtengenezea kitu kibaya ndani. Kwa sababu nimesema tabia imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna tabia njema na tabia mbaya. Tabia mbaya ndani yake inamsukuma mtu kutenda matendo mabaya. Maana yake inamsukuma mtu kubeba roho mbaya na inamsukuma mtu kwenda mautini. Kwa kama sio yeye kwenda mautini moja kwa moja, uwe na hakika kwa sababu ya roho mbaya na matendo mabaya aliyonayo, itawasukuma watu walio wengi kupitia yeye kuingia mautini. Ngoja nirudie namna hii. Nasema hivi, kama unatenda matendo mabaya kwenye maisha yako, uwe na hakika kama sio wewe utakayejisukuma kwenda mautini, basi utasukuma jopo la watu wengi duniani hapa, utawasukuma kwenda mautini. Na utawasukuma kwenda mautini pamoja na wewe utaenda mautini. Kwa sababu huwezi ukawasukuma jopo la watu kuingia mautini alafu wewe ukabaki salama. Kwa sababu ya roho mbaya au tabia mbaya, uwe na hakika mwisho wako utakuwa ni mauti. Cheki maisha ya Kaini. Kaini kwa sababu ya tabia mbaya aliyokuwa nayo, alijikuta akiwasukuma wengine kuingia kwenye mauti. Sasa mauti imegawanyika. Kuna mauti kwa picha ya kifo cha hapa duniani. Kuna mauti katika safari ya uzima wa milele kukosa. Nayo ni mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama maisha yako yanaongozwa kama maisha ya Kaini, kwa kuwa mtu mwenye kutenda matendo mabaya, mtu mwenye tabia mbaya, uwe na hakika ndani yako kuna kitu iko mbegu ambayo iko ndani yako, kama mbegu iliyokuwa kwa Kaini. Mbegu hiyo uwe na hakika haikai hapo hapo. Kila mwenye kutunza mbegu uwe na hakika iko siku moja itaota. Na kwa sababu mbegu hiyo itaota, kama tabia yako ni mbaya, uwe na hakika mbegu iliyoko ndani yako itakuwa mbaya.
na itakapochipua kwa sababu ya udongo fulani ambao umeonekana, itazaa matunda mabaya, na kwa sababu ya matunda mabaya utawapoteza walio wengi, na uwe na hakika na mwenyewe utapotea. Lakini iko nafasi ambayo ukikubali unaweza ukapona. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunajifunza kwa habari ya namna ya kubadili tabia, kwa sababu tumejua na Mungu ameachilia ufahamu ndani yangu ya kwamba tabia mbaya mwisho wake ni mauti. Na ulimwengu wa sasa tumekuwa, watu wengi wamekuwa, tumejikuta, watu wengi wamejikuta, na si tu kujikuta, ni kwa sababu ya maamuzi tuliyoyachagua. Basi tumekuwa tukitenda matendo yaliyo mabaya, tukijikita tumevaa tabia mbaya. Lakini kwa sababu hiyo Mungu anaachilia wito wa kutenda matendo mema. Wito wa kutenda matendo mema huja kwa namna ya kujifunza namna ya kubadili tabia. Na hamna namna ya kubadili tabia isipokuwa kujifunza neno la Mungu litakaloweza kuachilia maelekezo ya namna ya kubadili tabia, kwa kutazama jinsi ambavyo Kaini aliweza kuwa na tabia mbaya, ambayo hiyo tabia mbaya ilimsukuma kutenda matendo mabaya, na ndani yake ikabeba mbegu, kwa sababu tabia ina kibebeo, imebeba kitu ndani, imebeba mbegu ambayo uwe na hakika lazima yote. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu lazima yote, kama ni mbaya itaota na kutengeneza matunda mabaya. Lakini kama ukikubali katikati kupokea nafasi ya kujifunza kubadili tabia, ukajikuta umekubali hiyo nafasi, uwe na hakika utaishia kwenye uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tumeangalia mfano wa kwanza wa Kaini, ambaye alighadhabika na kukunja uso kwa sababu ya matendo yake mabaya aliyoyatenda, alafu na kumuua ndugu yake kwa sababu yeye hajapokelewa sadaka yake. Biblia inasema, Mungu aliuliza, alisema, usipotenda vyema, anasema usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea marangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde. Kwa kumbe tabia mbaya inakutengenezea mazingira ya kukamatwa na dhambi, kwa sababu mazingira uliopo mwanadamu duniani upo katika namna ambayo matendo mema yanakutazama, matendo mabaya yanakutazama. Unapotenda vyema, uwe na hakika neema ya Mungu inakuwa pamoja na wewe, maana tunda la Roho linakuwa pamoja na wewe, na uzima wa milele inakuwa ni njia yako. Lakini ukitenda vibaya, usipotenda vyema, Biblia inasema dhambi iko. Maana ukitenda mabaya, dhambi inakuotea, na kwa sababu inakuotea, uwe na hakika dhambi inakupeleka kwenye mauti. Kama hautakubali kubadili tabia yako, kama hautakubali kubadili mwenendo wako, uwe na hakika hii tabia mbaya itakupeleka kwenye dhambi itakayokupeleka kwenye mauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama utakubali kubadili tabia kwa kujifunza siku ya leo, uwe na hakika kuna msimu mpya utakuja kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, kama ukitenda vyema hutapata kibali. Maana yake ni nini? Kwa mfano wa Kaini ambao tunajifunza, kama utakubali kubadili tabia, kama mwanzo ulikuwa na tabia mbaya, maana yake ukitenda tabia njema unapata kibali. Unasema kibali cha namna gani? Unapata favor ya Mungu kuwa pamoja na wewe na kutakabali mambo yako, kuyafanya mambo yako ya kubariki mbele zake na kuishia katika uzima wa milele. Lakini kama hutatenda vyema, mauti inakungojea. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Swali hilo. Tujifunze jambo lingine, jambo la pili. Jambo la pili tujifunze kwa habari ya mtu anaitwa Esther. Kitabu cha Esther. Tuangalie kitabu kile cha Esther. Nataka tujifunze kitu kwenye kitabu cha Esther.
Kitabu cha Esta tujifunze kwa habari ya mtu ambaye anaitwa Hamani. Esta sura ile ya 3. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Hamani. Esta ile sura ya 3. Biblia inasema baada ya hayo mfalme Ahasuero alimpandisha cheo Hamani mwana wa Hamedata Mwagagi, akamuinua akamwekea kiti chake juu ya wakuu wote waliokuwapo pamoja naye. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi langoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo mfalme alivyoamuru wamfanyie. Lakini Mordekai hakumuinamia wala hakumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi langoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waivunja amri ya mfalme? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweze kutazama mfano wa huyu mtu anaitwa Mordekai juu ya tabia mbaya na tabia njema. Tabia mbaya ambayo Hamani aliionyesha ni hii. Alipopata nafasi ya kuwa na cheo, kupandishwa cheo, Biblia inasema kwa sababu manake ya ule msingi aliyokuwa nao ndani yake, manake alikuwa ni mtu mwenye tabia mbaya. Na nimekwambia mwanzo kwamba mtu mwenye tabia mbaya ndani yake kuna kitu kinaitwa roho mbaya. Kwa sababu tabia mbaya humsukuma mtu kuwapeleka wengine kwenye mauti. Na kwa sababu humsukuma mtu kuwapeleka wengine kwenye mauti, Biblia inatufundisha kwamba Hamani alipopandishwa cheo, ilifika wakati akapata nafasi ya kutumia cheo alicho nacho kuitekeleza tabia yake mbaya. Na roho mbaya iliyokuwa ndani yake ikamfanya kumshawishi mfalme ili watengeneze amri ambayo itawasababishia Wayahudi wote kuuawa. Na Biblia inasema ikawa hivyo, na mfalme akapokea ushauri huo na wakatekeleza, kwa maana ya kuandaa hiyo amri, na amri ikatangazwa. Kwa nini? Kwa sababu tu Mordekai amegoma kumsujudia. Na kwa sababu ya tabia mbaya imezaa roho mbaya ndani yake. Roho mbaya inamwambia kwa sababu hakusujudii, basi inabidi umwangamize ili asiwepo tena. Na aishi hapo. Inasema uangamize mpaka jamii yake yote, manake Wayahudi wote. Roho mbaya kwa sababu ya tabia mbaya. Na Biblia inasema baada ya hayo mambo yote ya kufanyika, lakini Esta aliweza kusimama pamoja na Wayahudi kwa maombi kubadili ile roho mbaya, kile ambacho ilitaka kuzaa, na Wayahudi wakakombolewa. Maana yake ni nini? Nataka utazame kwa habari ya tabia mbaya iliyozaa roho mbaya ndani ya Hamani, ya kusababisha kutengeneza amri ya kuwafanya Wayahudi wote wauawe. Maana yake nini? Ulimwenguni tulikopo ambapo tupo sasa, wako watu ambao roho mbaya kwao imekuwa ni kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia zao mbaya. Tuna watu ambao tunaishi nao lakini ni wenye kutenda tabia mbaya. Na kwa sababu wamekuwa ndio wenye kutenda tabia mbaya, roho mbaya imewajaa ndani yao. Na siku zote mahali popote, aidha upo kazini au upo upo ofisini au uko kwenye kikundi, upo kwenye familia, upo mahali popote ambapo panaruhusu watu 2, 3, 4 ambao mnakusanyika mnataka kutengeneza umoja. Kama kuna mtu ambaye ana tabia mbaya kama Hamani, uwe na hakika roho mbaya huzalishwa ndani yake. Kwa sababu nimekwambia tabia mbaya ina mbegu. Ile mbegu uwe na hakika matunda yake yatakayokuja ni mabaya vile vile. Na kwa sababu hiyo roho mbaya ikishazaliwa ndani yake, mahali popote ambapo kuna muunganiko, kazi ya roho mbaya ni kuharibu. Inaharibu ule muunganiko. Kwa inaweza kuharibu kwa njia zozote zile, aidha kwa kuvunja au kwa kubomoa au kwa kuvunja, kwa namna yoyote ile. Ila roho mbaya kazi yake ni kuharibu, kuangamiza. Tunaenda pamoja. Kwa maana hiyo
Duniani sasa watu wa namna hiyo tunao kama wakina Hamani, ambao roho mbaya kwao imejaa kwenye mifumo ya uongozi, kwenye mifumo ya sehemu pa ofisi. Unakuta mtu anapopandishwa cheo, anapopata nafasi ya kusimamia sheria, anapopata nafasi ya kusimamia hukumu, anapopata nafasi ya kusimamia watu wengine, anapopata nafasi ya kusimamia kitu fulani, roho mbaya kwa sababu ya tabia mbaya aliyonayo inamsababishia kuangamiza wengine, kukandamiza wengine, kuwaumiza wengine, kuwanyang'anya haki wengine, kuwaondoa wengine utu, kuwaharibia utu, kuwavunjia heshima, kuwaweka katika hali ambayo ni ya lehani, kuwaweka katika hali ambayo ni ya maumivu. Kwa nini? Kwa sababu roho mbaya iko ndani yake, kwa sababu ya tabia mbaya. Hamani aliwafanya wenzie wawe katika hali ya masikitiko, wawe katika hali ya manunguniko, wawe katika hali ya kilio, wawe katika hali ya mateso, wawe katika hali ya kuto kuiona kesho vizuri kwa sababu ya mazingira waliona, wawe katika hali ya kuona ulimwengu umewakataa, wawe katika hali ya kuona majuto, wawe katika hali ya kuona Mungu amewaacha, wawe katika hali ya kuona ugumu wa maisha. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia mbaya ya mtu ambaye roho mbaya imemjaa, kwa sababu ya matendo mabaya anayoyatenda. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo ili na sisi ulimwenguni sasa tusiwe katika mfumo wa amani, maanake ni lazima tukubali kubadili tabia. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaposema kubadili tabia, maanake kuna tabia mbaya afu kuna tabia njema. Tabia inayotakiwa kubadilishwa ni tabia mbaya, kwa maana mwanadamu kwa asili yeye ni mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo yeye anatenda mabaya, na kwa sababu hiyo njia yake ni ya mauti. Lakini kama atakubali kubadili tabia kutoka kwenye ile mbaya, ni lazima ndani yake, maana yake kuwe na mabadiliko. Na ndio maana tunajifunza kwa habari ya kubadili tabia, kwa sababu tunajua kwa asili tabia yako ni mbaya, lakini lazima ifike wakati ubadili tabia ili upate nafasi ya tabia njema, ambayo nimekwambia mwanzo kwamba kiongozi wa tabia njema ni Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeangalia mfano wa Kaini na tabia yake mbaya. Tumeangalia mfano wa Hamani na tabia yake mbaya, na jinsi ambavyo kwenye mifumo anaharibu, na jinsi ambavyo kwenye umoja anaharibu, na jinsi ambavyo kuna kiasi anaharibu, na jinsi ambavyo kuna upendo, kuna amani anaharibu, na jinsi ambavyo penye haki anaharibu. Kama tunavyoona ulimwenguni sasa, watu kwenye serikali, kwenye nchi, tunaona makanisani, tunaona kwenye familia, kwenye ukoo, watu wenye roho mbaya kazi yao moja wapo ni kuhakikisha hakuna amani kwenye familia. Watu ambao wana tabia mbaya, roho mbaya iliyoko ndani yao kwenye nchi, kazi yao ni kuhakikisha watu wengine hawapati haki kabisa. Watu ambao wana tabia mbaya kwenye ukoo ni kuhakikisha ukoo hawakai pamoja, hawana maamuzi ya pamoja. Kwenye vikundi mbalimbali wanahakikisha hakuna amani, hakuna haki, hakuna furaha. Bwana Yesu asifiwe. Wito wa ibada hii ya leo ni kutenda mema. Mungu anaachilia wito kwako unayenisikiliza, unayenifuatilia, kwamba iko nafasi, iko haja ya wewe kutenda matendo mema, kwa sababu Biblia inasema, maana sisi tu kazi yake, tuliumbwa kwa sababu yake yeye mwenyewe, ili tuyatende matendo mema ambayo yeye alishayaanzisha tangu awali, ili sisi aliyotuumba tuenende nayo, manake tuyatende hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ulimwenguni hapa tunajifunza kubadili tabia, tutoke kwenye tabia mbaya tuende kwenye tabia njema, kwa sababu kuumbwa kwetu, tumeumbwa ili tutende matendo mema. Matendo mema hauyaanzishi wewe kwamba ukae utengeneze mazingira ya kuanzisha matendo mema. Matendo mema hauanzishi wewe. Matendo mema alishayaanzisha Mungu, na ndio maana msingi wake ni Kristo. Kristo alikuwako,
alikuja ulimwenguni kama mwanadamu ili kuweka uimara wa ukombozi wake na kuhakikisha tunapata nafasi ya kubadili tabia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo tuliumbwa kwa sababu yake yeye mwenyewe, ili tupate kuyatenda matendo mema ambayo tangu awali yeye alianzisha na alituita akatuweka ulimwenguni ili tuenende na tuyatende matendo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninaposema tujifunze kwa habari ya kubadili tabia, na tukiwatazama wakina Kaini na Habili, maana yake nataka kusema ya kwamba tabia mbaya haikupeleki popote. Roho mbaya haikupeleki popote. Kinachokupeleka mahali pazuri ni wewe kuwa mwenye kutenda matendo mema. Kama hautatenda matendo mema, uwe na hakika hautafika popote. Tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu ngoja tuangalie mfano mwingine. Mfano mwingine kwa maana ya kwamba ukitenda matendo mema. Tulivyoangalia kitabu cha Esther, tumemwangalia Hamani ambaye alikuwa na tabia mbaya na jinsi roho mbaya ilivyotengeneza namna ya kuangamiza watu wengine. Ndani yake tabia njema, kufuatana na kitabu cha Esther, ina uwezo wa kuifisha sheria. Ngoja niseme, bado tuko kwenye mfano wa pili. Tabia njema ndani yako ina uwezo wa kuifisha sheria. Unasema kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema tabia mbaya inatengeneza kitu kinaitwa roho mbaya, alafu inatawaliwa na dhambi. Mwisho wake ni mauti. Kwenye mauti dhambi inatawala. Alafu tabia njema ndani yake kuna neema ya Mungu, kuna tunda la Roho. Mwisho wake ni uzima wa milele. Maana yake ni nini? Kule kwenye tunda la Roho kuna upendo. Upendo unafunika wingi wa dhambi. Unafunika wingi wa dhambi. Maana yake kwenye upendo dhambi inaweza isionekane. Ngoja nirudie namna hii. Anakuambia kwenye tunda la Roho yale yote yaliyoko ndani, uvumilivu, utu wema, fadhili, upole, kiasi, hivyo vitu vilivyoko huko ndani, anakuambia na mambo mengine yanayofanana na hayo. Hakuna sheria. Maana yake nini? Sheria inafishwa pale ambapo unakuwa unatenda mema. Kama ukitenda mema, huwezi ukahukumiwa na sheria. Sheria ipo duniani ili kuwahukumu wanaotenda dhambi. Maana yake ili kuwapa hukumu wale wanaotenda matendo mabaya. Wenye kutenda matendo yanayosababishwa na tabia mbaya ndio wanapewa hukumu kwa sababu ya tabia yao mbaya. Kama ukitenda mema, uwe na hakika sheria inafishwa, inakufa. Alafu kinachotawala ni neema ya Mungu, ni tunda la Roho. Unakuwa ni mtu ambaye ni mwepesi. Utakapopata kibali kama alivyopata kibali Habili kwa sababu ya tabia yake njema, uwe na hakika kwenye mfano wa kitabu cha Esther, sheria kwako itafishwa. Maana yake utakuwa mwenye kutawala na neema ya Mungu itatawala ndani yako. Dhambi itakuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme sasa mfano wa tatu. Mfano wa tatu nataka tuangalie kwa habari ya mtu anaitwa Lutu. Kitabu cha Lutu sura ya 1 alafu na ule mstari wa 16. Biblia inasema, naye Lutu akasema, usinisii nikuache, nirudi nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapofia ndipo nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo hivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekata shauri kufuatana naye, aliacha kumshawishi. Wale ambao ni wasomaji wa Biblia wanaweza kuelewa kwamba Rutu alikuwa ni mkwe wa Naomi.
Maana yake Naomi watoto wake ndo walimuoa huyu mtu anaitwa Rutu, lakini wakafa. Walivyokufa Naomi akaona, na kwa sababu mume wake naye Naomi amekufa, amebaki yeye mwenyewe, akaona akibaki na Rutu pamoja na mwenzie mke mwenza, akaona watapata shida, kwa sababu yeye kama mama kutafuta tu kwa ajili yake mwenyewe amechoka, kwa sija akawatesa watoto wa watu. Akaona waondoke warudi nyumbani kwao, lakini mmoja aliondoka, lakini Rutu akakataa. Na ndo hapa Biblia inatuambia kwamba aligoma, akakataa, akasema usinisini kuache wewe, kwa sababu utakapokwenda nami nitakwenda, utakachukula nami nitakula, utakapolala nami nitalala, utakapokufa nami nitakufa. Kifo kitatutenga, lakini tutaenda pamoja. Manake kuna tabia njema ambayo nataka tujifunze kwa Rutu. Bwana asifiwe. Rutu alikuwa ni binti ambaye ana tabia njema. Nimekuambia tabia ndani yake ina kibebeo, imebeba kitu, na hicho kitu ni mbegu. Na hiyo mbegu uwe na hakika, kwa sababu imehifadhiwa, lazima iote siku moja. Itakapopata nafasi ya kudondoka kwenye udongo, uwe na hakika lazima iote. Hata Rutu, ile tabia njema iliyokuwa ndani yake, Biblia inasema akamsihi sana afuatane na Naomi, na Naomi akamshawishi sana aachane naye, lakini Naomi ushawishi wake ukashindwa. Baada ya akamkubali, akasema tuongozane. Waliporudi wakaongozana. Biblia inasema, sitaeleza kwa upana, lakini aliporudi kule nyumbani kwa kina Naomi, alikutana na mtu anaitwa Boaz. Na huyo Boaz ndo akaja akamuoa Rutu. Alivyokuja kumuoa Rutu, Biblia inasema wakapata na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikusimulie historia kidogo. Wakapata na mtoto, na yule mtoto aliitwa Obedi. Kama ni msomaji wa Biblia utagundua kwamba Obedi ndo alikuwa mzazi wa Yese, na Yese ndo alikuwa mzazi wa Daudi. Kwa utaelewa kwamba uwepo wa tabia njema aliyokuwa nayo Rutu. Ukirudi mwanzo nimekuambia tabia njema inakupelekea wewe kutawaliwa na neema ya Mungu. Alafu inakupelekea kwenye safari ya njia ya uzima wa milele. Sasa Rutu aliongozwa na tabia njema kufuatana na maandiko. Na ile tabia njema ambayo Rutu aliongozwa nayo ilimsaidia kumsukuma, kumpeleka, kuongozwa na Roho wa Mungu, kuongozwa na hiyo neema ya Mungu, kuongozwa na tabia ya uungu iliyomsababisha kuwa na uzima wa milele. Inawezekana hujanielewa, nasema uzima wa milele kwa namna gani? Nisikilize. Yesu Kristo ambaye tunamsema hata sasa, tunatangaza habari zake hata sasa. Huyu Yesu Kristo alitoka kwa Naomi na Boaz. Maana yake ni nini? Kama Rutu angekataa kuongozana na Naomi, angebaki kule, hatuwezi sema zaidi hapo, lakini maana yake ni kwamba asingekutana na Boaz. Maana yake kama Rutu asingekutana na Boaz, Yesu asingepatikana. Si ndo maana yake? Mwingine anaweza akasema ingetumika mbinu yoyote ile Yesu angepatikana. Tuangalie Biblia inasema Rutu walivyokutana na Boaz wakazaa mwana, walimuita Obedi. Na Obedi ndo baba wa nani? Wa Yese. Na Yese ndo baba wa Daudi. Na kutoka kwa Daudi tunamwona nani? Tunamwona Yesu anazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe Obedi na Rutu asingekutana na Boaz, huu muendelezo manake usingekuwepo. Ngoja nikusimulie kidogo kutoka kwa Ibrahim. Ibrahim, nisikilize kwa makini sana, itakusaidia. Ibrahim alimzaa Isaka na uzao mwingine ambao unaufahamu. Lakini Isaka akamzaa Yakobo na uzao mwingine unaofahamu. Yakobo akazaa wana hawa ambao tunawatambua kwa hawa ambao walikuwa ni wa kiume 12, ambapo ndo mataifa 12, kabila 12. Lakini ndani yake
kuna mtu anaitwa Yuda, maana yake kabila la Yuda. Huyu Yuda ndo ambaye alitengeneza uzao mpaka Yesu akapatikana. Ngoja niseme hivi, kutoka kwenye kabila la Yuda ndo ambako mtawala alitoka, kwa sababu ilitabiriwa hivyo kwamba kwako Yuda atatoka mtawala, wakati haki ya mzaliwa wa kwanza atapewa Yusufu. Lakini huyo Yuda ni kwa namna gani aliweza kuachilia hiyo nafasi mpaka Yesu tunamwona kwenye kabila lake? Ni kwamba Yuda alimwoa mtu anaitwa Tamari, na Tamari alikuwa ni mkwe. Maana yake Yuda alikuwa na watoto, na hao watoto mzaliwa wa kwanza alimwoa mtu anaitwa Tamari, na huyu Tamari alifiwa na mtoto wa Yuda, maana yake alifiwa na mume wake. Yuda akamrithisha mtoto wa pili, naye akafa. Mtoto wa tatu alikuwa mdogo. Biblia inatuelekeza ya kwamba mwisho wa siku Yuda yeye mwenyewe akatembea na Tamari. Nisikilize kwa makini sana. Akatembea na Tamari. Alivyotembea na Tamari wakapata watoto mapacha. Walivyopata hao watoto mapacha ndo tunawaona. Mmoja aliitwa Perez, mwingine aliitwa Zera. Zera alikuwa kurwa, wakati Perez alikuwa doto. Japo doto ndo alitangulia kutoka, lakini kuna namna ya hadithi kidogo. Sasa kwenye uzao wa Perez ambaye alitabiriwa kwamba atakuwa mwenye kupenda nguvu, mtu mwenye kutumia mabavu, mwenye kutumia nguvu sana. Kwenye uzao wa Perez, kwa Perez ndo tunaona chimbuko linakuja. Perez alimzaa Hesron. Hesron alimzaa Ramu. Ramu alimzaa Aminadabu. Aminadabu alimzaa Nashon. Nashon alimzaa Salmoni. Salmoni alimzaa Boaz. Boaz ndo alimzaa Obedi. Obedi alimzaa Yese. Yese akamzaa Daudi. Kwenye chimbuko la Daudi tunamkuta mtu anaitwa Yesu. Kwa Yesu ukifuatilia nyuma utagundua Rutu ilikuwa sababu kubwa sana ya tabia njema aliyokuwa nayo ulimwenguni. Maana yake ni nini? Tabia njema aliyokuwa nayo Rutu ilipelekea ulimwengu mzima kuokolewa. Ngoja nirudie. Tabia njema aliyokuwa nayo Rutu ilipelekea ulimwengu mzima kutangaziwa ondoleo la dhambi. Ngoja nirudie namna hii. Tabia njema aliyokuwa nayo Rutu ilipelekea watu mpaka sasa kuendelea kufurahia haki, amani, furaha kwenye ufalme wa Mungu kwa maana ya Roho Mtakatifu, Yesu Kristo. Burudiko limekuwa kubwa ulimwengu wa sasa kwa sababu ya amani na uhalali wa ushindi wa dhambi. Lakini kilichosababisha ni kutenda mema, kuwa na tabia njema kwa Rutu. Maana yake nini? Rutu angekuwa na tabia mbaya, tusingepata hii nafasi ya kukombolewa. Unaweza ukasema vile unavyosema, lakini ni Biblia inasema hivyo juu ya chimbuko ambalo nimekufanulia hapo. Maana yake ni nini? Ulimwenguni tulikopo sasa, dunia tulio nayo sasa, watu waliomo sasa, kama utakubali kutenda matendo mema, kuwa na tabia njema, uwe na hakika utawaokoa wengi. Kama utakubali kutenda matendo mema, uwe na hakika utawaokoa wengi. Kama utakubali kutenda mema, uwe na hakika utawaokoa wengi. Kama utakataa kutenda mema, utakubali kuendelea kutenda matendo mabaya, kuwa mtu mwenye tabia mbaya, roho mbaya kwako, itawaangamiza wengi. Kwa nini ufurahie kuangamiza wengine na huku kutenda mema kupo kwa ajili ya kuwaokoa wengi? Tunajifunza kwenye maandiko juu ya watu waliofanya vizuri kama wakina Rutu, ambao wakasababisha hata wewe unayenisikiliza, wewe unayenifuatilia, upate ondoleo la dhambi, upate msamaha wa dhambi, upate uzima wa milele ambao unaongojea, upate kuendelea kufurahia ahadi za Baba kwa sababu una uhakika imani ulio nayo ya kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako inakusukuma kuendelea kufurahia na kupata nguvu ya kutenda matendo mema, kwa sababu matendo mema
yanapewa nguvu na Yesu Kristo. Na wewe umempata Yesu Kristo, lakini cheki alikotoka ni kwa sababu ya matendo mema aliyokuwa nayo Rutu. Alitenda matendo mema kwa tabia yake njema, na roho njema ikatengenezeka ndani yake, ikampa nafasi ya kuachilia mbegu njema, ambayo hiyo mbegu njema imeachilia nafasi ya kuwa na matunda ambayo wanayafaidi watu wengi ulimwenguni. Ngoja niseme namna hii. Watu wengi ambao tabia mbaya ndiyo wanayoipenda na ndio wanaifanya, roho mbaya iliyoko ndani yao iko na inawaangamiza wengi. Tunaona kwenye familia, kuna watu kwenye familia wana tabia mbaya, roho mbaya inawatesa ndani yao. Wako tayari kumuua mzazi, kumuua baba, kumuua mama, kumuua mdogo mtu, kumuua dada mtu, kaka mtu. Wako tayari kumuua kwa sababu roho mbaya iliyoko ndani yao, kwa sababu ya tabia mbaya waliokuwa nayo. Wako tayari kumuweka kwenye biashara, kumtoa kafara ndugu yake. Kwa nini? Kwa sababu tabia mbaya imejaa ndani yake, na mwongozo wa tabia mbaya ni kwa ajili ya kusababisha mauti ulimwenguni. Na kwa sababu hutaki kubadilika, kuikubali tabia njema, uwe na hakika roho mbaya itakusumbua na tabia mbaya itakusumbua. Na kwa sababu hiyo, badilika, fuata tabia ya kina Rutu. Bwana Yesu asifiwe. Badilika, fuata tabia ya msingi wetu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa mifano hiyo mitatu, nataka kusema neno moja alafu tumalize. Nataka kusema neno moja alafu tupate nafasi ya kumaliza. Nataka kusema neno moja alafu tumalize. Iko hivi. Unaweza ukafahamu mambo mbalimbali. Narudia tena. Unaweza ukafahamu mambo mbalimbali ambayo kwako unaweza ukaona yanaweza yakakusaidia kubadili tabia mbaya ulionayo. Ngoja nirudie tena. Tabia mbaya ulionayo kwenye maisha kwako. Ninaposema namna ya kubadili tabia, nazungumza kwa habari ya tabia mbaya ibadilishwe. Ubadilishe, ujikite katika kutenda tabia njema, kuwa na tabia njema. Lakini unaweza ukawa na mambo au ukayafahamu mambo mbalimbali yanayoonyesha namna ya kubadili tabia, lakini yasikusaidie. Kwa mfano, unaweza ukawa na uelewa wa tabia unaotaka kuibadili. Unaweza ukawa na uelewa wa tabia ulionayo kwamba ni mbaya na unataka kuibadili. Unauelewa, unaufahamu huo, na pia ukajua na namna ya kuibadili kwa kutazama elimu ya dunia, kwa kuangalia tafiti mbalimbali za dunia, kwamba hii ndo namna ya kubadili tabia, na ujuzi mbalimbali wa dunia wa namna ya kubadili tabia kwa namna yoyote ile, na ukatafuta na motisha mbalimbali za kukusaidia uweze kubadili tabia ulionayo. Lakini kama Mungu hajahusika kwenye mabadiliko ya tabia hiyo, uwe na hakika hautaweza fanikiwa. Ngoja nirudie. Unaweza ukawa na ufahamu, ukajua tabia ulionayo mbaya, na ukafahamu namna mbalimbali za kubadili tabia mbaya ulionayo kwenda kwenye tabia nzuri kwa kuangalia ujuzi, utashi wa ulimwengu huu, na ukapata na kujua motisha mbalimbali za kukusukuma uweze kubadili tabia. Lakini kama Mungu hatahusika, uwe na hakika hauwezi ukaibadili tabia hiyo. Biblia inasema hivi kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 13 mstari wa 23 ambao tumeanza kusoma na tunafunga kwa kusoma tena huo mstari. Anasema, je, Mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui kubadili madoadoa yake? Anasema kama aweza, basi itakuwa ni rahisi sana kwa wewe unayetenda matendo mabaya kutenda matendo mema. Maana yake ni nini? Mkushi ni mtu kama mimi, tena Mwafrika mweusi, mtu mweusi. Mtu mweusi anaweza kabadili ngozi yake ikawa ya mtu mweupe na akawa salama, au akabadili ngozi yake
ya uweusi alionao, akabadili akawa wa bluu na akawa salama. Chui ana madoadoa, anaweza kayabadili madoadoa yake, ghafla tukakuta hana madoa, ila amekuwa na kitu kingine. Anaweza. Kama anaweza, manake itakuwa ni rahisi sana kwa wewe unayetenda mabaya kutenda matendo mema. Manake ni nini? Ni vigumu sana kwa mwanadamu kubadili tabia alionayo ya kutenda matendo mabaya, kujikuta anatenda matendo mema. Ni vigumu sana kwa kutumia juhudi zake na nguvu yake mwenyewe. Isipokuwa namna ya kubadili tabia kutoka tabia mbaya kwenda tabia nzuri ipo pale kwenye Mungu kuhusika. Ni lazima Mungu ahusike kwenye mabadiliko yako unayoyataka. Mungu akihusika, ni rahisi sana kubadili tabia mbaya kwenda tabia nzuri. Biblia inasema Kristo Yesu ni mpatanishi wetu, na kwa sababu ni mpatanishi wetu, yeye anatuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza. Mtu anayetenda tabia mbaya, matendo mabaya, yupo katika ufalme wa giza. Huwezi ukajiondoa mwenyewe kwenye ufalme wa giza ukajileta kwenye nuru. Ni lazima Mungu mwenyewe ahusike, aingie kule gizani uliko, akutoe akulete kwenye nuru. Kwa hiyo matendo mabaya unayoyatenda, huwezi ukajibadilisha mwenyewe ukajikuta unatenda matendo mema, isipokuwa Kristo Yesu ahusike kule ndani kukuhamisha, kukubadilisha, ili akutoe kwenye matendo mabaya, kwenye tabia mbaya, akulete kwenye matendo mema, kwenye tabia njema. Pasipo Mungu kuhusika, hakuna mabadiliko. Hata kama una ufahamu wa tabia mbaya ulionayo, umeijua na uipendi, umeichukia, unataka uibadilishe, umejifunza ujuzi wa kila namna wa dunia hii kwamba unaweza kubadilisha, umetafuta wana saikolojia, umetafuta sio watu gani, madaktari na watu gani, kwamba wakusaidie kubadili tabia. Kama Mungu hatahusika, uwe na hakika uweze kuibadili tabia. Ngoja nirudie namna hii. Kwenye ulimwengu huu wa mauti, huku kwenye tabia mbaya, huku kuna temporary things, temporary issues, temporary limits. Manake kuna faida ya muda. Unaweza ukaona tabia imebadilika kwa kufuata hivyo vitu vya ulimwengu huu na ujuzi wa ulimwengu, ukaona tabia imebadilika, lakini uwe na hakika itakuwa ya muda. Baada ya muda kidogo utakuta umerudi kwenye mfumo tena. Isipokuwa Mungu akihusika, akikubadilisha na kubadilisha mazima, na anakuwekea na msaada. Kwa sababu ya udhaifu ulionao, anakuwekea msaada wa kukusaidia ili unapoanguka unasimama haraka. Kwa sababu kwa Mungu tunatereza, alafu tunasimama. Ukianguka unasimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia tena, namna ya kubadili tabia, wito wa kutenda matendo mema. Namna ya kubadili tabia ipo kwa wewe kumuhusisha Mungu, kumuita Yesu, damu ya Yesu kuhusika ndani, ndio unaweza kubadilika. Lakini ndani yake utatenda matendo mema. Mungu, asante na kushukuru kwa ajili ya somo hili la leo. Asante kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa ananifuatilia. Jina lako ni kuu sana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Mbariki huyu aliyekuwa ananifuatilia. Mguse, mfalme wa amani, mtie nguvu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninakupenda Yesu. Sifa na utukufu ni zako. Heshima ni yako. Mungu, msaidie huyu aliyenisikiliza. Ninaomba toba kwa ajili ya mahali ambapo Mungu nimekosea. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja anayenifuatilia, ambaye Mungu alijikita katika kutenda tabia njema, tabia mbaya, matendo mabaya. Lakini sasa ameona msingi wake kwamba tabia mbaya inabadilishwa na Yesu Kristo kuhusika, Mungu kuhusika na damu yake. Mungu, ninaomba toba kwa ajili yake. Toba kwa ajili yake. Msamehe, mfalme amani. Ruhusu nafasi hii ya toba kufanya matengenezo kwake, ili Mungu li hai anapopata nafasi ya kukuita ili kubadili tabia mbaya alionayo, apokelewe toka kwako, nawe umguse na kumbadilisha katika jina la Yesu. Kila mpango wa adui, kila ishara ya adui iliyokuwa ikimtesa na kumkamata na kumweka chini ya sheria, Mungu, ninaomba kwa mamlaka ya jina lako usika katikati, ili Mungu kumsaidia
na kuharibu kila msingi mbaya kwenye hiyo sheria inayomtawala, na neema yako ipite, ili Mungu aliye hai impe kumsaidia na kumpa nafasi ya kumfundisha kutenda mema pale utakapomhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza na kumleta kwenye ufalme wa mwana wa pendo lako, apate kile Mungu ulichokikusudia katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Nguvu za giza na ishara zote mbaya juu ya maisha yake zisipate nafasi, bali peke yako pata nafasi kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Asante Mungu aliye hai kwa ajili ya siku ya leo. Ninakutukuza Mungu wangu. Asante kwa ajili ya kila ambaye Mungu alikuwa ananisikiliza. Mkumbuke mfalme amani, mtie nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye ulikuwa unanifuatilia. Mungu akutie nguvu. Hongera kwa kusikiliza kipindi hiki ambacho ilikuwa ni ibada, na Mungu akubariki sana. Kuna mahali tunaelekea, tuendelee kuomba. Asante.